wasichana wazuri. Hamjambo? Hatujambo. Marhaba, muendeleaje? Tuendelea vizuri. Haya, mnaenda wapi na mmetoka wapi? Tunatoka rada kwenda rada. Wow. Mnamjua Yesu kwenye maisha yenu kweli? Hapana. Yesu tunaye. Mna Yesu wenu? Yes. Yaani nyinyi wasichana wazuri tangu mlipozaliwa mpaka hivi leo hamjawahi kusikia habari za Yesu kwenye masikio yenu? Acheni sarau. Ninyi ni watoto wadogo tu ambao mnatakiwa kuhubiriwa Yesu abadilishe maisha yenu. Angalia huyu vile alivyovaa. Hii ni smart. My God, my God. Hii ni smart. Mimi? Sasa sikilizeni wasichana wazuri, tuachane na haya. Mimi nilikuwa nataka kuwahubiri Yesu. Nataka kuwapatia Yesu ambaye anajua kubadilisha maisha. Na kubadilisha maisha si kubadilisha tu mtindo wenu wa mavazi, si kubadilisha, anabadilisha kila kitu chenu, anageuza upside down. Sawa? Kutoka chini kwenda juu na kutoka juu kwenda chini. Yesu huyu ninaye mhubiri mimi wanangu ni Yesu wa Nazareti, aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Na alikufa kwa ajili ya dhambi zenu. Si dhambi za huyu, si dhambi kila mmoja. Na kitu ambacho mnatakiwa kufanya wanangu ni nini? Ni kumwamini Yesu tu peke yake. Hilo mnaliona. Tunamwamini Yesu yupi hadi kwa Yesu wetu? Yesu wenu ni yupi jamani? Mbona tena? Hichi ndicho kizazi cha leo. Wakati wanahubiriwa neno la Mungu, wanachukulia mzaha. Wanaanza kunicheka. Jamani, nifanye nini? Sasa sikizeni basi. Nataka niwaombee toba, niwaeleze huyo Yesu wangu aliyenibadilisha. Hata mimi nilikuwa kiburi kama nyinyi. Hata mimi nilikuwa na matendo mengine maovu hata kuliko nyinyi. Lakini nataka niwahubirieni Yesu. Simkubali basi wanangu, ili tu niwaeleze kile ambacho ninakisa. Mimi nimetoka huko kuzunguka huko, nimehubiri huko Injili. Na imekuwa vizuri tu. Neno la Mungu linasema hivi. Wakati ndio huu na wakati ndio sasa. Mkubali Yesu katika maisha yako naye atakufanya kuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya? Kwa nini cha zamani? Si bado ni kipya. Mungu awabariki wanangu. Mungu awabariki. Karibu twende rada.